Baadhi ya wanawake hupata kutapika sana wakati wa ujauzito, na hii tunaita hyperemesis gravidarum. Tunajua kwa kawaida ujauzito wote unaleta hizo shida za kichefuchefu na kutapika, nausea and vomiting, ambazo ni za kawaida kwenye kipindi cha ujauzito, na hii inakuwa linked moja kwa moja na maongezeko ya homoni za ujauzito, na hasa homoni ya beta estrogen na mabadiliko mengine ya homoni. Kwa hiyo na ambao wako kwenye hatari kubwa zaidi ya kupata hichi kichefuchefu cha zaidi, hii hyperemesis gravidarum, ni wale ambao wamebeba ujauzito wa mapacha, wale ambao ni mimba yao ya kwanza, au wale ambao walishawahi kupata hali hiyo kwenye ujauzito wao uliopita, au kuna wale ambao wamebeba mimba zabibu, tunasema moral pregnancy, na wenyewe wako kwenye hii hatari. Kwa hiyo wanawake wengi kichefuchefu na kutapika mara nyingi inaanza ile wiki ya 9 mpaka wiki ya 10 ujauzito. Inaanza kufika kwenye kiwango cha juu zaidi kati ya wiki ya 11 mpaka 13, lakini pia inaweza ikaanza sasa kupungua, na wengi inapungua kuanzia wiki ya 12 mpaka 14, lakini wachache wanaweza wakaenda beyond wiki 20 mpaka 22, wengine mpaka baada ya kujifungua wanaweza wakawa na hizo dalili zikawa zinaendelea, kwamba wanaendelea kujisikia hicho kichefuchefu. Sasa ikizidi zaidi, na maana huyu mama atakuwa anatapika kila kitu ambacho anakula au anakunywa, na hivyo itapelekea kusababisha upungufu mkubwa wa maji mwilini, tunasema dehydration. Huyu mama atapungua uzito, na wanapungua mpaka zaidi ya 5% ya uzito wake wa kwanza kwenye ujauzito. Anapoteza sasa madini muhimu mwilini, electrolyte imbalance. Tunaongelea especially anapoteza madini ya potassium. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana, kwa sababu ikiwa chini sana, hii tunajua inaanza kuathiri kwenye moyo. Kwa hiyo huyu mama atashindwa kula au kunywa vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo inabidi apate matibabu ya mapema, kwa sababu hii ni hatari kwa mama. Kwa hiyo atahitaji kulazwa hospitalini ili aweze kupata matibabu, ikiwemo maji na dawa kupitia mishipa. Kwa hiyo na maana utacorrect zile madini yale ambayo yamepungua. Ukifanya vipimo ukajua madini gani yamepungua, na maana utafanya kumuongezea kwa njia ya mishipa. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua kutapika sana wakati wa ujauzito sio jambo la kawaida, wala halipaswi kuchukuliwa kawaida. Kwa kama kuna mjamzito anashindwa kula au kunywa, anatapika kila kitu, unaona anakojoa kidogo, anahisi kizunguzungu, au anaanza kupungua uzito kama ambavyo tumesema, basi mama anapaswa kufikishwa hospitalini kwa uchunguzi na matibabu ya mapema.